بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ndugu wa Kiislamu, bado tunaendelea na darasa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bado tuko katika nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za funga ambayo ni kujizuia, na ndani yake kuna masala. Tumetangulia kuzungumza masala mawili. Leo insha Allah tutazungumzia masala namba 3 na namba 4. Kinachozingatiwa kama tulivyotangulia kusema katika funga, yani kuanza kule kujizuia na funga, ni kule kuingia kwa alfajiri ya kweli. Ama kujizuia ambapo kuwa kunatangulizwa kabla ya kuingia alfajiri kwa dakika 10, huko kunazingatiwa ni katika njia ya salama tu. Lakini hakuna tatizo mtu kujizuia pale inapoingia alfajiri wenyewe, au atakaposikia adhana ya mtu muaminifu ambaye kwa anaadhini kwa wakati unapoingia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotangulia, wa idha sami'tum, mukimsikia ibna ummi maktumin, huyu ibn ummi maktumi anadhini, fakufu, basi jizuieni. Anasema Sheikh Al-Qanubi, na kauli yenye kutegemewa katika jambo hili, huwa tulu'ul fajri, ni ile kuingia kwa alfajiri. Ama kule kujizuia unakotangulia kabla kuingia alfajiri kwa dakika 10, ambayo kuwa inawekwa katika makalenda, hailazimu kwa mtu kuizingatia, wala haina asili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masala namba 4, ina wajib kujizuia haraka kwa yule ambaye kuwa atasikia adhana ya alfajiri, kwa muadhini ambaye kuwa anaadhini katika wakati ule wa kisheria. Wala haisihi kwake yeye kunyanyua kiganja chake kupeleka katika mdomo wake au kumeza kilichomo katika mdomo. Basi anachotakikana yeye akitoe kilichoko mdomoni haraka, kama ni maji, kama ni chakula. Ama yale wanayosema watu kwamba anaweza kuendelea na kula na kunywa mpaka atakapomaliza muadhini kuadhini, kwa kweli hii ni kauli ya watu wasiokuwa na ilmu. Na hii wananasibisha kauli hii na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema, idha sami'a ahadukumun nidaa, atakaposikia mmoja wenu mnada wa adhana na chombo kiko katika mkono wake, asikieke mpaka amalize haja yake. Wanasema watu wenye ilmu, haiwezekani hadithi hii kuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali inahitaji hadithi hii irejeshwe, kwa sababu inapingana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, kuleni na munywe hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi, mpaka itakapobainika kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku. Tare. Kwa hivyo aya imekuja kuzungumzia swala la kujizuia utakapobainika weupe wa alfajiri kutoka weusi wa usiku. Kwa hivyo haiwezekani hapo kuendelea na kula na kunywa baada ya kusikia adhana kwa muadhini muaminifu au kuingia kwa alfajiri, yani ile alfajiri ya kweli kabisa. Na wewe unalifahamu kwamba masahaba wa Mtume radhiallahu anhum walikuwa wakizirejesha riwaya nyingi ambazo kuwa zikija kutoka kwa masahaba wenye wao, wanapohisi kwamba riwaya hii ama hadithi hii inakwenda kinyume na Qur'ani. Ongezea mengine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kujizuia na kula mtu akisikia adhana, kama tulivyozungumza hadithi ya Ibn Ummi Maktum, mkimsikia na adhini jizuieni. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe tusiyoyajua na tujalie kuyafanyia kazi yale tunayoyajua.